Bwana Yesu asifiwe, mapasta wote. Bwana Yesu asifiwe tena, wachungaji wote. Bwana Yesu asifiwe, wainjilisti wote, maaskofu wote. Ninawasalimu katika jina la Mungu Baba na kuwapa heshima yenu. Naongeleni sana kwa utumishi ambao mnaufanya. Lakini leo nina ujumbe wenu kutoka kwa Mungu. Nilikuwa nimelala, nikachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho na malaika wa Mungu. Akanipeleka kwenye kanisa moja kubwa sana. Sitalitaja, lakini lilikuwa ni kanisa kubwa sana. Na hili kanisa linaongoza sana kwa Tanzania yetu, kwa wingi wa waumini. Shirika zao ni kubwa na zina waumini sana na ni watoaji sana. Lakini nilipochukuliwa katika ulimwengu wa roho, nilishangaa sana kuona kitu kama kile, na nikaambiwa ole wangu kama sitasema. Hii ni kwa wachungaji tu, na kwa wainjilisti tu, na kwa maaskofu tu, na kwa mitume tu, na kwa manabii tu. Yaani ni kwa ajili ya manabii, mitume, maaskofu, wainjilisti, wachungaji. Huu ujumbe ni wa kwenu. Nimetanguliza heshima kwanza. Nilichukuliwa na yule mwanamke na yule malaika, kanipeleka kwenye kanisa moja kubwa sana. Na nilivyofika pale, akanikabidhi kwa mama. Yule mama alikuwa ni mama mchungaji, na yule mama cha ajabu nilikuwa namfahamu. Yule mama cha ajabu nilikuwa namfahamu, akanikabidhi kwake. Yule mama alikuwa analia sana. Yule malaika alipokuwa ananikabidhi kwa yule mama alikuwa analia mno. Nikamwambia, mama mchungaji, unalia nini? Akaniambia, nina maumivu sana, njoo uone ninacholilia. Akanipeleka kwenye lile kanisa kubwa sana. Pale palikuwa pamejaa wachungaji wengi, yani kama vile wachungaji wamekusanyika wote pale. Pamejaa wainjilisti, mitume, maaskofu pale kwenye hilo kanisa kubwa. Akaniingiza, akasema, njoo uone ninacholilia. Aliponifikisha tu pale mlangoni, nilipoingia tu pale mlangoni kuangalia hivi, namuona mchungaji naye mfahamu, yuko na binti mwimba kwaya, ana mchumu kwenye mdomo. Nilishituka sana, yani nilishituka kiasi kwamba nilipiga mpaka kelele. Lakini nashukuru Mungu hawakuniona wale wachungaji, kwa sababu nilipiga kelele sema Yesu. Lakini nashukuru Yesu hawakuniona. Hicho ndo nishukuru Mungu, kwa sababu kelele niloipiga wangeweza kuniona, lakini nashukuru Yesu hawakuniona. Yule mama mchungaji alilia sana, akasema hiki ndio kinachoniliza. Akaja tena yule malaika leo nikabidhi kwa yule mwanamke, akanichukua akaniingiza mle kanisani mpaka mbele ya madhabahu. Yani cha ajabu nilichokuja kukishtukia baadaye sana ni kwamba yani mimi nilikuwa na uwezo wa kuwaona wao wachungaji, mitume, maaskofu, manabii, wainjilisti, nilikuwa na uwezo wa kuwaona, ila wao walikuwa wanioni. So akanipitisha katikati yao, na kila askofu pale alikuwa hamuoni mwenzake. Unielewe hapo, mchungaji unayenisikiliza, askofu unayenisikiliza, nabii unayenisikiliza, mtume unayenisikiliza, mwinjilisti na mchungaji unayenisikiliza. Pale kila mchungaji alikuwa hamuoni mwenzake, na kila mtu alikuwa pale kivyake na anafanya shughuli zake kivyake, isipokuwa wamekusanyiwa sehemu moja. Akanipitisha, akaenda kunisimamisha mpaka madhabahuni yule malaika. Akasema, angalia vituko wanavyovifanya watumishi wangu. Nikasema, na kwa nini wanafanya hivi? Akanijibu neno la pili, wengi wao hujiita ni watumishi wangu, lakini sio watumishi wangu. Nikamwambia, sasa hata kama sio watumishi wako, mbona wanatuhubiri sana? Mbona kama huyu, nikamtaja mpaka jina. Nikasema, mbona kama huyu anahubiri sana na anakemea sana hii dhambi, inakuwaje tena yeye ndiye anaifanya? Akasema, angalia wake zao wanavolia. Alivyonionyesha upande wa pili, hakika jamani, niliona wamama wachungaji wanalia, wamama askofu wanalia, wamama wa mitume wanalia, wamama wainjilisti wanalia vilio. Alafu hawana pa kwenda kulilia. Yani kila mtu analia kivyake, na uchungu usiopimika, alafu hana pa kupeleka, ila wanalia tu. Wana uchungu mkubwa sana wanapitia.
Nilipogeuka tena mkono wangu wa kulia, mara namuona askofu kwenye ulimwengu wa roho yuko na binti, alafu binti aliye naye ni sekretari wake wa ofisini. Ndio yani naonyeshwa picha kuanzia mwanzo, yani A to Z, naonyeshwa picha walipoanzia mpaka walipo. Ni sekretari wake wa ofisini ndio yuko naye. Mara naonyesha mwinjilisi yuko na kibinti cha kwaya, mara naonyesha mwinjilisi mwingine yuko na binti tu muumini wa kanisani lakini sio mwimba kwaya, mara mchungaji yuko na binti wa kanisani, mara yuko na mwimba kwaya, mara mchungaji mwingine yuko na mwana praise na amempa mpaka mimba. Mke wake analia, alafu yule mchungaji anamtishia mke wake kumfanyia kitu kibaya endapo atasema. Nikaambiwa na yule malaika, nenda ukapaze sauti kwa ajili ya hao watu wanaofanya vituko vya hivi, waambie waache mapema, wasipoacha naja. Na uwatie moyo hawa mama wachungaji wasirudi nyuma kwa sababu ya waume zao, wala wasiuache ule upendo wao wa kwanza kwa sababu ya tabia za waume zao, kwa sababu tabia za waume zao hazitawaingiza wao mbinguni. Kila mtu mbinguni ataingia kwa matendo yake, so kupitia tabia za waume zao zisiwafanye mama wachungaji wakarudi nyuma. Watie moyo, waambie Mungu anayaona mateso mnayoyapitia, Mungu anayaona machungu mnayoyapitia, Mungu anaona kilio mnachokipitia. Nikamuuliza malaika, kwa nini usiwafariji wewe mwenyewe? Akaniambia, nimeshikwisha kuwafariji na nitawafariji. Alinijibu hivyo, hakunijibu kingine tena. Nimekwisha kuwafariji na nitawafariji. Kweli nilitoka pale nikaenda kwa yule mama mchungaji wa kwanza kabisa alionipokea pale, ambaye ndo malaika nikabidhi kwake. Nikamwambia, mama jipe moyo. Akasema, mwanangu, nina uchungu kupita kiasi na sina wa kumwambia, kwa sababu mimi ndo nategemewa hapa kanisani kama mama. Waumini wanapopata majanga na mateso kama haya, kusalitiwa kwenye ndoa kama hivi, wanakimbilia kwetu sisi, mimi na mume wangu tukawashaulishe. Hebu nafikiri mume wangu anapopitia haya, mimi nitaenda wapi? Kama unaona maskofu na wenyewe ndo kama hayo, yani mimi nitaenda kueleza mambo yangu wapi? Hakika yule mama mchungaji alipiga magoti akaanza kulia kwa uchungu, kwa sababu hata yeye hana hata pa kupeleka. Alipotarajia kupeleka kwa askofu, na yeye yuko na sekretari mke wa askofu, na yeye analia. Wachungaji tumepotea, wachungaji tumepotea. Mimi mwenyewe ni mtumishi mwenzenu, lakini tumepotea. Tunafanya ukahaba huku tumevaa kofia ya Yesu, tunafanya uzinzi huku tumebeba jina la Yesu. Yesu anarudi, Yesu anarudi. Angalia askofu, sije ukawa kuni za kuchoma wenye dhambi. Biblia inasema jehanamu Bwana hakuiandaa kwa ajili ya wanadamu, isipokuwa aliandaa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Leo tunahesabika sisi ndio waenda jehanamu kwa sababu ya tabia. Maaskofu tuokoke, wachungaji tuokoke, wainjilisi tuokoke, manabii mitume tuokoke. Hatuwezi kuishia kuwahubiri wengine kwamba tuokoke, tuache dhambi, wakati sisi wenyewe dhambi tumezishikilia kama chakula. Sisi wenyewe dhambi tumezishikilia kama vazi, tumezivaa dhambi, tumezivaa dhambi. Zile kola tumevaa ni za uongo, zimebaki za mshahara tu, mwisho wa mwezi kupokea mshahara. Tunaenda wapi watumishi wa Mungu? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Wewe uliyesimama na Mungu, ongera zako. Lakini wewe anayeongea ujumbe huu, unajua kabisa kweli hiki anachokisema Mary ni kweli nakipitia, ni kweli nakitenda, ni kweli namsaliti Yesu. Nina kibinti huko nje, nina kibinti kwenye kwaya, nina kibinti kwenye praise. Tubu, tubu, tubu. Yesu amesema usipotubu atakulalua. Yesu amesema usipotubu anakuja upesi. Tubu, kwa sababu usipotubu atakupiga na atakiondoa hicho kipawa juu yako, atampa mwingine. Sio mara ya kwanza Mungu kuondoa kinara, anasema kwenye Ufunuo, tubu upesi, kwa maana usipotubu naja nitakiondoa kinara juu yako na kumpa mtu mwingine. Kinara ni kalama, kinara ni uwezo wa kimungu ndani yako, kinara ni vipawa, kinara ni hicho kinara cha uchungaji ulichopewa. Mungu atakuvua, atapewa jirani yako. Mungu atakuvua, atapewa jirani yako, kama alivyovuliwa Sauli ufalme, alivyovuliwa Sauli kinara cha kutawala Israeli, akapewa Daudi. Ndivyo Mungu atakapokufanyia, na Mungu anaweza kukuvua alafu atakupiga. Ndio maana leo tuna wachungaji, tuna maaskofu, tuna mitume na manabii, tuna wainjilisi, lakini utumishi wao umekuwa mbaya. Wametumika kwa miaka mingi, lakini wameishia kuparalyze. Wametumika kwa miaka mingi, wameishia kurogwa. Mtumishi wa Mungu harogwi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu hana sifa kulogwa, kwa sababu tuliyembeba ni mkuu wa wakuu. Wachawi wote usalenda. Hata Filipo alipoenda kwenye ile nchi, Biblia inasema yule mchawi, Simoni mchawi, akakimbia akaanguka mbele ya Filipo, akakabidhi uchawi wake wote, akasema nifanye nini nipate na mimi nguvu hii? Aliona nguvu ya ajabu, alilinganisha na nguvu yake, aliona nguvu zake ni feki. Kila kijaribu kuwajaribu mitume wakina Petro na kina Yohana walipoenda kuwajaza watu kule, alipojaribu kuwapindua kwa uchawi wake, aliona uchawi wake unaharibika, aliona miungu yake inaharibika, akaamua kusalenda na kubatizwa. Anauliza, na mimi hii nguvu niipateje? Wewe uliye na hii nguvu unawezaje kurogwa? Tumetoa nafasi sisi wenyewe, na Mungu anaruhusu turogwe kwa sababu hatujatii sheria zake. Mungu siku ile ameniambia vitu vingi sana. Anasema wengi wamekuwa wananisi mimi niwe mwaminifu kuyatimiza yale wayaombayo, ila wao sio waaminifu kushika sheria zangu zile nilizowawekea. Hakika nitawapiga wasipotubu, na mimi sitaki upigwe, na mimi nakupenda. Hebu tubu upesi mpendwa, tubu, kimbia. Yesu anakupenda. Amen. Yesu anakupenda. Yesu mpaka kutuma ujumbe, ina maana anakupenda. Anataka kuokoe, anataka kutoe kwenye hivi vifungo vya laana, anataka kutoe kwenye hiyo mikataba ya kishetani. Na juu umefunganishwa kwenye vifungo vya uzinzi, unatumikishwa. Hebu mwambie Mungu, nitoe. Ukitubu, hiyo ndio ponapona yako. Mungu atakuondolea, kwa sababu Mungu anaangalia moyo uliopondeka. Ukitubu katika roho na kweli, Yesu anakuondolea. Amen. Amen. Mpendwa, tubu. Ole wako utakaye kaza shingo. Ole wako utakaye kaza shingo. Yesu anakujia. Mimi nakuombea utubu, kwa sababu Yesu anakupenda. Angalia, usitumike tu bure miaka mingi umetumika, alafu ikaishia tu ukaishia kwenda kuchoma jehanamu, ukaishia kusambaratika, ukaishia kuaibishwa na shetani. Kama vile ukuwa mtumishi wa Mungu. Hakuna aliyemtumikia Mungu akaishia mwisho mbaya. Wakina Ibrahimu walimtumikia Mungu wakaishia uzee mwema. Tena Biblia inaeleza kabisa kwamba walikufa katika uzee mwema. Unajua kuna mtu anakufa kwenye uzee lakini wa mateso. Miaka 6 amelala kitandani, anajinyea hapa anajikojolea hapo. Huo sio uzee mwema kutoka mbinguni. Huo ni uzee wa kipepo. Hebu mwambie Mungu, nipe mwisho mwema. Biblia inasema heri mwisho mwema kuliko mwanzo. Unaweza ukaanza vizuri na Mungu, lakini vile Mungu anavyozidi kukuinua ukajitukuza na kujipa mamlaka, na kwamba pasipo wewe hakuna mtu anaweza, na kwa sababu una cheo cha wasikofu, na kwa sababu una cheo cha kuwa nurudini, basi unaona kama kila kitu wewe ni wewe tu, kwamba mwingine wewe. Mwenye kanisa yupo my friend, mwenye kanisa yupo sawa, hao wengine wako chini yako, lakini Mungu hawezi kumweka chini yako. Mungu atakuwa juu yako tu. Mwenye kanisa aliyelifia kanisa msalabani yupo yu hai. Tubu. Usipotubu Yesu nakuja. Tubu. Ngoja nikusomee kitabu cha Malaki. Ukisoma Malaki 2:1 utanielewa huu mstari. Malaki 2:1. Biblia inasema hivi kwa wachungaji, watumishi wa Mungu wote. Biblia inasema hivi: na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi, kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni. Nitarudia. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi, kama hamtaki kusikia neno lake na maonyo yake, na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamkuyatii maonyo. Kwa sababu nitarudia tena, sijasoma vizuri. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi, kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kutia moyoni mwenu
ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamuyatii hayo moyoni. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi na mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Nanyi mtajua ya kuwa mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi, angalieni, mtazikemea mbegu, nitapaka nyuso zenu mavi. Yani Mungu mpaka anakemea mbegu. Mbegu ni ipi? Mbegu sio wewe unayepanda, hapana. Sababu mbegu ni zile sadaka za waumini wanazokuja kupanda mbegu za mafanikio. Kuna sadaka za mbegu, kuna sadaka za kuinua kazi mikono, kuna sadaka za zaka, sadaka za kujiweka wakfu, sadaka za nini, mambo mengi, sadaka za nadhiri, sadaka za kuwalisha watu. Yani kuna sadaka nyingi. Sasa hapa kuna sadaka ya mbegu ambayo Mungu anasema msichoke kupanda mbegu asubuhi, mchana wala jioni, kwa maana hamjui ni sadaka ipi, ni mbegu ipi itakayoota. Hii utaikuta kwenye wimbo ulio bora 11. Anasema msichoke kupanda sadaka zenu mbegu. Hasa hapa Mungu anasema atazikemea na hizo mbegu. Yani kupitia dhambi zako mpaka mbegu ya itakataliwa. Kwa sababu amepanda mahali pasipo sahihi. Na ukisoma kitabu cha Ayubu utaona Mungu anawaambia marafiki zake na Ayubu akina Elifazi, anawaambia nendeni mkatoe sadaka zenu za kuteketezwa kwa mtumishi wangu Ayubu, kwa maana yeye ndiye niliyemlizia apokee sadaka za kuteketezwa. Sio kila mahali upaonapo unaweza kutoa sadaka za kuteketezwa waumini. Kuna watu walishagombana na Mungu muda mrefu. Hata ukipeleka sadaka yako ya kuvunja madhabahu, ndio madhabahu zinazidi kuongezeka, kwa sababu huyo mtu unayepeleka sadaka ya kuvunja madhabahu hana kibali tena mbele za Mungu. Kupitia sisi watumishi wa Mungu, sadaka za waumini wamekuwa wakipanda mbegu bure, hazileti matokeo kwenye maisha yao. Alafu Mungu anasema mtakapozipokea hizo sadaka za mbegu, nitazigeuza, nitazifanya kuwa mavi, na hayo mavi nitawapaka nyinyi wa makuhani usoni. Naamu, nimekwisha kuwarani, nimekwisha kuwapaka mavi. Kwa nini tufike huko? Kwani tumemkosea nini Mungu mpaka tufike huko? Kwani damu ya Yesu imezuiliwa msalabani? Kwani Mungu ameshafunga lango la mbinguni kweli, kwamba tusiweze kuomba toba tukakubaliwa? Mbona lango la mbinguni liko wazi? Mbona msalaba bado unamimina damu yake? Mbona damu ya Yesu bado inanena mema? Ni wewe tu mpendwa mtumishi wa Mungu. Hapa naongea na watumishi wa Mungu tu. Ni nafasi yako tu kuchukua hatua, kupiga hilo goti lako chini na kumwambia Mungu nisamee, nimekosa. Mwambie Mungu nisamee, nimekosa. Mungu akubariki utakayetii na kuombea utii kwa jina la Yesu.